Karibu kwenye simulizi ya machozi ya rohoni. Mwandishi ni Azizi Hashim. Jina langu ni Onesimo Sangalali. Hakuna kitu ambacho huwa kinatia moyo kama unapokuwa na matatizo kama haya, alafu ukajua kwamba kumbe kuna watu wanakusikitikia na wapo tayari kukusaidia. Nilifurahi mno na lile wingu zito lilikuwa limetanda kwenye maisha yangu likaanza kupungua. Tulikaa siku 4 Morogoro nikiwa na Alice, tukiendelea kufurahia mno penzi letu jipya. Siku ya 5 tukaianza safari kuelekea kijijini nikiwa na Alice. Kila kitu kilikuwa kinatokea kwa kasi kubwa mno, utafikiri nipo ndotoni. Kwa siku zote hizo Joana alikuwa akiendelea kunisumbua, lakini sikuwahi kumjibu message hata moja wala kupokea simu yake. Ikafika mahali akawa ni kama amechanganyikiwa kwa sababu hata message alizokuwa ananitumia zilikuwa hazieleweki. Asubuhi ya siku ya 5 tulielekea stendi ya Msamvu na safari ya kuelekea kijijini ikaanza. Alice akiwa pembeni yangu. Nilishazungumza na baba na mama kwenye simu na kuwaambia kwamba nipo njiani naenda kuona nao, na wakawa ni kama hawaamini kwa sababu nilishahidi mara nyingi mno, lakini ahadi zote zilikuwa zikiishia hewani. Kwa nini huyo mwanamke wako anakusumbua kwenye simu kila mara? Kwa hiyo utakuwa unaendelea kuzima simu mpaka lini? Akipiga tena nipe niongee naye mimi, alisema Alice tukiwa ndani ya basi. Achana naye Alice, ameshachanganyikiwa huyu. Sipendi awe anakukosesha raha. Nimeshakuona mara nyingi tu simu yake ikipigwa au akituma meseji unapoteza kabisa furaha. Kama alishindwa kujua umuhimu wako, basi mwambie anayejua umuhimu wako yupo na si mwingine bali ni mimi hapa, alisema Alice akiwa serious. Nikajikuta nikiishia kutabasamu. Kilichonifanya nitabasamu ni kwamba hata alipokuwa na uso wa serious, Alice bado alikuwa anaonekana mrembo kweli kweli. Basi tukakaa sawa na safari ikaendelea. Hujaniambia huko kijijini kwenu ni wapi? Wasiwasi wako nini? Si tunaenda wote? Utajua tu, nilimwambia. Akanitazama kwa macho mazuri kisha akageukia pembeni. Safari ikaendelea. Muda mfupi baadaye alianza kusikia usingizi. Ikawa ni zamu yake kuniegemea begani. Nilimweka vizuri na hakupita muda mrefu alilala begani kwangu. Niliendelea kuanza mambo mengi ndani ya kichwa changu kuhusu Joana, na huwezi kuamini sasa nilianza kuiona thamani yangu. Nikawa najiuliza, hivi nilikuwa mjinga kiasi gani kuvumilia upuuzi wote alikuwa ananifanyia Joana, wakati kuna wanawake wengine warembo kabisa ambao maskini ya Mungu wala hawana tabia za ajabu kama Joana. Alice alinifanya nione thamani yangu upya. Yaani ni kama nilikuwa nimezaliwa upya. Nilishangaa sana kwa nini nilikuwa nalia na kuumia moyoni mwangu kiasi cha kupoteza kabisa mwelekeo eti kwa sababu ya mwanamke tu. Najua wapo wengi wanaoteseka kwenye mapenzi na wanahisi kama dunia ni kama imefika mwisho, lakini kutokana na uzoefu wangu mwenyewe nataka kuwashauri wote ambao upo kwenye hali kama ambayo nimewahi kupitia mimi. Kutendwa kimapenzi sio mwisho wa mapenzi. Ni kipindi kigumu, lakini ukikaza moyo kidogo tu utaona mambo yanabadilika. Hakuna haja ya kuchukua uamuzi mgumu. Wengine wanafikia hatua ya kujiua au kuoa watu waliowaumiza. Huu ni ukosefu mkubwa wa maarifa. Huna sababu ya kufikia huko. Maisha lazima yaendelee. Cha msingi ni kuwashirikisha watu wa karibu. Hata mimi kama ningeamua kunyamaza na maumivu yangu, pengine bado ningekuwa naendelea kuteseka, au hata mimi ningekuwa nimefikia maamuzi ya kumdhuru Joana au hata kujidhuru mwenyewe, kwa sababu nilikuwa nimefikia hatua mbaya sana. Mtu mmoja anapokutenda haina maana kwamba watu wote wapo kama yeye. La hasha, kuna watu wanahangaikia ndoa miaka nenda rudi, hawajawahi kupata mtu wa kumwoa au kuolewa naye, na wanaisubiri kwa hamu siku hiyo. Kwa hiyo ukiona mtu anakuletea mambo ya ajabu ndani ya ndoa, usikubali kuendelea kuteseka. Chukua maamuzi na hakika maisha yako yatabadilika. Kuna kauli moja alinieleza Joel ambayo ilinipa nguvu kubwa sana ndani ya moyo wangu. Aliniuliza hivi, Alex, wewe na Joana mmekutana hata miaka mingapi haijapita, lakini tangu uzaliwe mpaka leo umeishi miaka chungu nzima. Unataka kusema kabla hujamjua Joana ulikuwa huishi? Sasa kama uliweza kuishi miaka yote hiyo bila Joana, kwa nini miaka hii michache tu uliomuingiza kwenye maisha yako ikufanya uamini kwamba hauwezi kuishi bila yeye? Swali hili hata wewe pia ukijiuliza linaweza kukupa nguvu ya kusonga mbele. Haiwezekani maisha yako yote yakapoteza mwelekeo ndani ya miaka 2 au miaka 3 kutana na mtu fulani, wakati huko nyuma umeishi tangu ukiwa mtoto mdogo mpaka umefikia utu uzima, ukuwa ukimfahamu huyo mtu anayekuteza. Waswahili wanasema maneno dawa, na hakika maneno haya ni dawa kubwa sana kwa mioyo inayotoa machozi. Maisha lazima yaendelee hata kama umeumizwa kiasi gani. Safari iliendelea na Alice alipokuja kuzinduka
Tulikuwa tumefika Mombo. Nikamwamsha kwa sababu ilikuwa inatakiwa tukale kabla ya kuendelea na safari. Aliamka akiwa na uchovu, akawa anashangaa. Twende tukale mama, nilimwambia. Akajinyosha na kuinuka. Nilimwacha tangulia mbele kama kawaida yangu. Abiria wengine wote wakawa wanateremka kwa ajili ya kwenda kuchimba dawa na kuagiza chakula. Kwani tunaelekea Arusha? Hapana, tunaenda Lushoto. Huko ndiko ilipo asili yangu. Kumbe kwenu ni Lushoto? Ndiyo. Wewe ni Msambaa? Hapana, ni Mpare, ila bibi wa babu walihamia huku kutoka Kilimanjaro miaka mingi iliyopita.